Na mharigani mtazamaji wa Masambu TV popote pale ulipo, karibu katika taarifa ya habari za kimataifa, na katika siku hii leo tutakuwa nami Abdul Yasin, lakini kwanza muhtasari wake. Kifo cha Albert Ojwang kizuizini chazua hasira miongoni mwa Wakenya. Jimbo la Kordofan la kumbwa na machafuko ya kivita, na hali ya wasiwasi ya tanda Lozienjo baada ya siku 3 za makabiliano. Habari kamili, na tunaanzia moja kwa moja huko Nairobi ambako Albert Ojwang alikamatwa siku ya Jumamosi katika kaunti ya Homa Bay, magharibi mwa Kenya. Sababu ilikuwa chapisho kuhusu mtu asiyejulikana ambalo adaiwa kumtusi afisa wa polisi, kisha alimpeleka Nairobi ambako alilala rumande usiku kucha. Wakati baba yake alipokuja kumtembelea siku ya Jumapili, ndipo alipopata habari kuhusu kifo chake. Mwanahabari wetu Freddy Kuboja anasimulia kutoka Nairobi. Stop killing us! Stop killing us! Stop killing us! Leo hii matokeo inatokea kwamba mtoto wangu amekufa kwa majeraha ya kupigwa. Katika taarifa yao, polisi wa Kenya wamesema kuwa Albert Ojwang alijijeruhi baada ya kugonga kichwa chake ukutani katika chumba alikokuwa akizuiliwa. Alitangazwa kuwa amefariki baada ya kufikishwa hospitalini. Tangazo hili rasmi limeshindwa kushawishi maoni ya umma. Vikosi vya usalama vimeshtumiwa mara kwa mara kwa mauaji ya watu kiholela nchini Kenya. Kupitia mitandao ya kijamii, Wakenya wamekemea na kupinga jaribio la kuficha ukweli wa kisa hiki. Mashirika yasiyo ya kiserikali ya haki za binadamu yanataka uchunguzi ufanyike. Kifo hiki lazima kichukuliwe kama cha kutiliwa shaka, amebainisha Irungu Houghton, mkurugenzi wa Amnesty International nchini Kenya. Faith Oziambo, kiongozi wa chama cha mawakili nchini Kenya, ameeleza kuwa nadharia ya kujitoa uhai haina nafasi. Vilevile ametaja alama za majeraha kwenye sehemu mbalimbali za mwili wa Albert Ojwang. Polisi wameeleza kuwa uchunguzi umefunguliwa. Kwa upande mwingine, ripoti ya upasuaji uliofanyiwa maiti ya mwalimu na mwanablog Albert Ojwang imebaini kwamba alipigwa vibaya kabla ya kufa, huku mwanapatholojia wa serikali akisema hakujiua kwa kujigonga ukutani kama polisi walivyodai. Akiongea baada ya upasuaji wa mwili wa mwalimu huyo Jumanne Juni tarehe 10, 2025, Nairobi Funeral Home, Daktari Bernard Midira alisema yeye na wanapatholojia waliowakilisha familia ya Ojwang na wadau wengine walisema kuwa kifo cha Ojwang kilisababishwa kwa kupigwa na watu wengine. Daktari Midira anasema walibaini majeraha kwenye kichwa, shingoni na sehemu nyingine za mwili na miguuni, kuvuja kwa damu kwenye ubongo na mwili wake ukiwa umevimba na kutokwa na damu. Majeraha hayo yanaonyesha kuwa alishambuliwa. Kulikuwa na dalili kwamba alipambana na washambuliaji wake akijaribu kujikinga. Ameongeza kuwa ni vigumu kubaini wakati ambapo alipata majeraha hayo, na hii inaonyesha kuwa hakujigonga, aliuawa. Ojwang alikufa saa 24 baada ya kukamatwa na polisi kilomita 320 kutoka nyumbani kwake wakati akichukuliwa. Polisi hao waliambia familia ya Albert kuwa alikuwa akisakwa kutokana na chapisho kwenye ukurasa wake wa X lililomhusisha afisa mmoja wa ngazi ya juu katika idara ya polisi kwa kushiriki ufisadi. Shukrani sana Freddy Kuboja kwa undani wa taarifa hiyo. Na mtazamaji, sasa tunaangazia huko Khartoum ambapo tangu siku ya Alhamisi Juni 5 mapigano yamekuwa yakiripotiwa katika majimbo ya Kordofan na kutishia kusambaa hadi katika jimbo jirani la Darfur. Katika siku za hivi karibuni, mapigano makali yamekuwa yakitokea huko Kordofan Kusini, ambapo vikosi vya msaada wa haraka vinapigana bega kwa bega na kundi la ukombozi wa watu wa Sudan. Na mwanahabari wetu Atramethu na taarifa kamili. Kufuatia mashambulizi ya anga, jeshi limefanikiwa kudhibiti miji ya Dibebad na Hamad. Lengo ni kupunguza mashambulizi katika miji ya Dalant na Kadogle ambayo imezingirwa na RSF. Jeshi pia limechukua udhibiti wa Kauda, likitishia moja kwa moja makao makuu ya El Holou huko Umdahleb. Kwa mujibu wa taarifa ya jeshi,
ngome yake huko Baba Nusa inaendelea kushikiliwa baada ya mashambulizi makali ya RSF. Ndege za jeshi ziliingilia kati mara kadhaa zikilenga misafara ya magari ya vikosi vya wanamgambo hawa waliokuwa wamekuja kusaidia RSF ili kupunguza mashambulizi yao ya ardhini. Siku ya Jumatano, mji wa El Obeid huko Kordofan kaskazini ulikumbwa na shambulio la pili mfululizo la ndege zisizo na rubani za RSF. Raia 5 waliuawa katika soko la mji huo wakati wa mashambulizi haya. Miji mingine kama vile El Rahad na Dabanga pia ilikumbwa na mashambulizi haya. Kutoka kwa ngome zao kusini na kaskazini mwa jimbo hili, RSF imelenga mashambulizi miji kadhaa kwa silaha nzito. Katika jimbo lenye utajiri mkubwa wa mafuta la Kordofan Magharibi linalopakana na Sudan Kusini, mapigano makali yalitokea haswa katika miji miwili ya Kol na Ennahod. RSF ilishambulia vijiji kadhaa, kupora nyumba, kukata mawasiliano na kuwalazimisha wakazi kukimbia. Ndege za jeshi zililenga maghala na vituo vya silaha vya RSF katika mji wa Abzabad. Hata hivyo, vikosi vya pamoja vya Darfur vinavyopigana pamoja na jeshi viliwakamata wapiganaji kadhaa wa Libya wa Marshal Khalifa Haftar nchini Sudani. Wapiganaji hawa ni kutoka brigedi ya Sobol al-Salam inayoendesha harakati zake kwenye mpaka wa kusini mwa Libya. Tangu kuanza kwa vita, Marshal Haftar amekuwa akishutumiwa na wataalamu wa Umoja wa Mataifa kwa kusafirisha mafuta na risasi kwa ajili ya RSF nchini Sudani. Kikosi hiki pia kinashiriki katika shughuli kadhaa za usafirishaji wa watu katika jangwa, ikiwa ni pamoja na biashara ya binadamu. Mamia zaidi ya familia zimelazimika kuyahama makazi yao na hivyo kuzidisha hali ya janga la kibinadamu nchini Sudani. Na mtazamaji, tunaangazia huko Washington DC ambapo Rais wa Marekani Donald Trump ametangaza siku ya Jumapili Juni 8 kwamba askari wa kikosi cha walinzi wa taifa waliowatuma Los Angeles kinyume na matakwa ya mamlaka ya jimbo hilo kushughulikia maandamano dhidi ya sera yake ya uhamiaji watarejesha utulivu. Na mwanahabari wetu Abedi Makarabu anasimulia kutoka Washington. Kutumwa huko kunakuja katika siku ya 3 ya maandamano yaliyokumbwa na makabiliano na vurugu kubwa katika jiji kuu la California, ambako wanaishi watu wengi kutoka jamii kubwa ya Wahispania, wakati wakazi walijaribu kupinga kukamatwa kwa wahamiaji kwa nguvu kulikofanywa na mamlaka ya uhamiaji ya shirikisho la ICE. Kulingana na Kenneth Roth, mkuu wa zamani wa shirika lisilo la kiserikali la Human Rights Watch, hii itakuwa mara ya kwanza tangu mwaka 1965 kwa rais kupeleka wanajeshi hao bila ombi la awali kutoka kwa gavana wa jimbo. Magavana wa chama cha Democratic nchini Marekani wameshutumu utumiaji mbaya wa madaraka uliofanywa na rais wa Marekani Donald Trump, ambaye alituma wanajeshi wapatao 2,000 wa kikosi cha walinzi wa taifa huko Los Angeles kinyume na matakwa ya gavana wa California kutoka chama cha Democratic Gavin Newsom. Magavana walisema katika taarifa yao ya pamoja kuwa uamuzi wa Rais Donald Trump kupeleka wanajeshi wa kikosi cha walinzi wa taifa huko California ni matumizi mabaya ya kutisha ya madaraka, na kwamba ni muhimu kuheshimu madaraka kuu ya magavana wa taifa lao katika kusimamia wanajeshi wa kikosi cha walinzi wao wa taifa. Wameeleza hayo wakisisitiza uungwaji mkono wao kwa gavana Gavin Newsom. Na kwa upande wake, rais wa Mexico Claudia Sheinbaum ametoa wito kwa Marekani kutowachukulia wahamiaji kama wahalifu kufuatia shambulio la huko Los Angeles, ambako amebainisha kuwa raia wapatao 35 wa Mexico walikamatwa. Bi Sheinbaum katika hotuba yake kwa taifa amesisitiza kwamba wa Mexico wanaoishi Marekani, wanaume kwa wanawake, ni wenye busara na waaminifu ambao walikwenda Marekani kutafuta maisha bora na kuhudumia familia zao. Wao sio wahalifu, na kwamba ajira za wahamiaji pia zinasaidia kujenga uchumi wa Marekani. Wanajeshi wa Marekani walianza kuwasili Los Angeles siku ya Jumapili kwa agizo la Rais Donald Trump kufuatia siku 2 za maandamano, wakati mwingine yenye vurugu dhidi ya sera yake ya uhamiaji. Shukrani sana Abedi Makarabu kwa undani wa taarifa hiyo. Na mtazamaji wa Masambu TV, unaweza kutufuatilia katika mitandao yote ya kijamii, Facebook, Twitter, Instagram pamoja na YouTube kama Masambu TV1 kwa undani wa taarifa zetu. Kufikia hapa mimi sina la ziada. Kwa niaba ya wote walioandaa taarifa hii, jina langu Abdul Yasin.